rwa ase ogoseria obutaka bono kirari tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amo n'omwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona eng'ana emwamu Astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye naboigo twakana libaro bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. Now introducing My Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story Yangu ndani ya AGR FM. Right, asante sana mpenzi mtazamaji wa AGR News Kenya. Leo hii tuko hapa mezani kuwapekulia yale yamenakiliwa katika magazeti yetu, nikiwa na gazeti langu hapa The Standard. Nite Edwin Mokaya. Kama kawaida nikiwa na gazeti la Taifa Leo ni Fidel Omoshoge. Na kama kawaida moja kwa moja tunaanza na kuangalia yale yaliyopo katika uso wa gazeti kama katika ukurasa wa kwanza. Kawaida tunajua ukurasa wa kwanza ni machache tu yamenakiliwa tu kuonyesha yale muhimu zaidi ambayo yapo kwenye gazeti lako. Kwa hivyo kama kawaida tunajua mtihani wa KCSE 2020 ulitolewa hapo jana, ambapo shule kadhaa zilionyesha kwamba wanafunzi wao waliweza kufanya vyema zaidi, ingawaje kulikuwa na ugonjwa wa corona ambao uliweza kusambaratisha masomo kwa kiwango kikubwa. Tuliona kwamba kuna baadhi ya sehemu nchini na baadhi ya shule ambazo ziliweza sajili matokeo mazuri zaidi. Kwa hivyo gazeti langu hapa The Standard naona hapa Maranda, Gorosare zaongoza, huku Kisii ikionyesha kufaulu zaidi katika mitihani hiyo. Hayo ni katika ukurasa wa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Hivyo tunaangazia kwamba leo yote tu yote tu yanazunguka tu matokeo ya mtihani. Vile vile tutaenda kuangalia kidogo kwenye ulingo wa siasa, tuangazie Raila ambaye alikutana pamoja na Orengo, Ngilu, Otiende Amolo pamoja na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. Vile vile hiyo ni katika habari hiyo ni katika ukurasa wa 14. Ukurasa wa 13 tutangazia Bensouda ambaye sasa hivi asema kuwa naibu wa rais William Ruto aliweza kuwahonga wale washahidi pale ICC ili waweze kujitoa kwenye kutoa ule ushahidi waliokuwa nao. Hayo ni katika ukurasa huo wa 13. Ni hayo tena na kilo katika ukurasa huu wa kwanza wa gazeti langu la The Standard. Nitakupakulia mengi zaidi tukianza ukurasa wa pili. Unajua wanasema kwamba wale wanafunzi ambao waliweza kufusu katika mtihani wao wa darasa la 8 ama KCPE 2016. Kumbuka kwamba klasi ya 2016 KCPE ndio imefanya 2020. Ndio imefanya 2020 agesa. Walisema kwamba wale wanafunzi ambao walifaulu, wale ambao walifusu katika mtihani ya KCPE hawakuwa katika mstari wa mbele kule katika mtihani wa KCSE. Wanasema kwamba hakuna relationship kati ya KCPE na KCSE. Ni ukweli? Naam, kuna ukweli hapo. Mwenyewe nishaona mwanafunzi aliyekuwa na alama 150 lakini baadaye akakuwa na bachanya B-. Na kuna relationship kati ya high school na campus. Campus kidogo ipo kiwa lakini naona tu ni ile daraja tu upite tu uende campus, manake pale campus kuna mahusiano kidogo, unajua ushapitia maisha ya campus, unajua what happens there. Nikiangalia ukurasa huu wangu wa kwanza gazeti la Taifa Leo, naona wanasema kwamba wanafunzi wa Murang'a High licha watahiniwa wengi wa Kenya High kuzoa alama za A. Unajua mwanafunzi bora alitoka katika shule ya Murang'a High School. Na anaitwa kama Simiyu Robinson Wanjala.
naona huku wameweka wanafunzi 15 bora nchini wamenakiliwa huku na shule ama na alama zile ambazo walizoa na shule pia ambazo wametoka. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa pili pia anasema kwamba Kenya High juu ni kama wanafunzi wengi ambao wamevusu watoka katika shule ya Kenya High. Huku unaona wananakili shule 20 zilizotia fora katika KCSE mwaka wa 2020. Kumbuke kwamba Kisii High ipo katika ya shule 20 ambazo zilivuzu mwaka uliopita. Naona huku katika ukurasa wa pili pia anasema kwamba waliofuma Pwani, kuna wale wanafunzi ambao walifanya mjitihada, walijitahidi katika mkoa wa Pwani, wamenakiliwa huku shule zao na kaunti ambazo wametoka na alama ama grade ambazo walipata. Katika ukurasa huu wa 3 wanasema kwamba walioteleza kumbe ile jambo tena limezungumziwa humu. Anasema kwamba walioteleza KCPE watembea kifua mbele kwenye KCSE. Najua kuna wale walikuwa wanadhania kwamba ukishafusu katika KCPE sasa wewe tu KCSE ni kupitia tu. Anasema kwamba elimu, historia, matokeo kutua siku 3 baada ya usahihishaji. Najua matokeo imetoka tu siku 3 baada ya kusahihisha mtihani hiyo. Hayo tu ndio yamenakiliwa karibu ukurasa huu wa mbele, wakisema kwamba Man U leo watajuana na Leicester. Ni ukurasa wa 15 hadi ukurasa wa 16. Kumbuka kwamba ukurasa wa 7 ni kuangazia insha. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba kuna picha kemkema za watainiwa wakiendelea kusherehekea matokeo bora katika shule zao. Hayo tu ndio yapo katika ukurasa huu wa mbele gazeti la Taifa Leo. Na moja kwa moja tuende katika gazeti hili la The Standard ukurasa wa pili. Na kama kawaida tunajua kawaida kila siku tunaangazia historia katika ukurasa wa pili wa gazeti letu la The Standard. Leo hii tunakupeleka moja kwa moja hadi pale Nanyuki. Na sehemu ya Nanyuki, kwa wanahistoria wengi ukitamka jina tu Nanyuki inaleta kumbukumbu za kitambo pale miaka 1906 pale 1920 pale, miaka ya zamani kidogo, miaka impita karibu 100 na zaidi. Kwa hivyo utajapo jina Nanyuki mbele ya mwanahistoria unamleta zile kumbukumbu za zile enzi za zamani. Kwa hivyo hapa tunaonyeshwa tunaambiwa kisa kimoja ambapo Lenana Ole Batian ambaye alikuwa ni kiongozi wa Kimasai, jinsi aliweza kuwa akadanganywa ili aweze kuondoa watu wa kwake kutoka pale Laikipia Plateau, ili aweze kufanywa a colonial chief, aweze kufanywa chief wa kikoloni. Kumbe alikuwa na muhada tu. Vile vile baadaye babake ambaye alikuwa anaitwa Mbatiani akaweza kuiaga dunia kutokana na ugonjwa ambao hao wazungu wangeweza kuutibu tu, japo hawakuweza kuutibu tu, waliacha tu wasiutibu, kuonyesha kwamba jinsi hawa wakoloni ama wazungu walikuwa wanatumia vibaya Muafrika ama Mkenya. Kwa hivyo baadaye wakaita jina Mbatian. Kuna sehemu ya kiingilio pale Mount Kenya waliweza kuita jina Mbatian, lakini kumbuka kwamba walikuwa na uwezo wa kutibu huyu babake, lakini hawakumtibu. Kwa hivyo lakini aliweza kuacha jina lake hapo nyuma katika miaka 1907 ambapo alikuwa anapigania uhuru zaidi hapa Kenya, lakini mambo yote hayakuwa jinsi yalivyopaswa kuwa. Vile vile tunakumbuka katika vita vya pili Nanyuki ilikuwa hapo ilikuwa ni turning point ya colonial government, ambapo ilichukua mashamba ekari 1900 ama 950,000, ambapo iliweza kutunuku wale viongozi ama wale masoja, tuseme wanajeshi ambao walikuwa wanapigana, wanajeshi wa kizungu. Kwa hivyo hii ni habari ya kusumua zaidi ambayo inapatikana katika huu ukurasa wa pili wa gazeti hili la The Standard. Pengine waweza pata gazeti lako uweze kujisomea historia. Ni vizuri kujikumbusha historia. Wanasema kwamba unajua uendapo kwa kujua unapotoka. Ukurasa wa 3 hapa tunaangazia kisa kimoja cha mwanamke. Ni mwanamke ambaye miaka yake imesonga kidogo, lakini aliweza kukalia mtihani wake mwaka jana. Mwanamke aliweza kutoka shuleni ama aliweza drop out of school mwaka 2006 baada ya kugundua kwamba kidogo vita baina ya baba na mama vilikuwa vimekolea. Kwa hivyo ikabidi aende kuishi kwa
relative, ikabidi sasa shule kidogo imekuwa shida, na miaka 32, lakini hapo jana aliweza kusimua wengi zaidi na kufanya vyema zaidi baada ya kuzoa alama ya B chanya katika mtihani wa 2020. Inasemekana kwamba kutoka hapo aliweza kutoka kwa huyo relative wake akaelekea pale Malindi, akaanza kufanya kazi kwa club, bar, restaurants ili aweze angalau upata fedha. Mwaka 2013 aweza kuoleka, ambapo mwaka 2014 alipata mtoto wake wa kwanza. Pale mtandaoni aliweza kumfikia mmoja aliyekuwa anaitwa Irene Kendi, ambaye alikuwa ni activist, alikuwa na akampenda zaidi, kwa hivyo akaanza kuongea moja kwa moja hadi huyu activist akaamua kumlipia karo ya shule. Kwa hivyo na bwanake vile vile akaamua anamlipia ile hela ndogo anahitaji kama ya nauli, lunch kidogo, hadi akahitimu masomo yake kidato cha 4, na vile vile sasa hivi anafurahia matokeo mazuri zaidi. Ni kisa ambacho kinaonyesha kwamba ingawaje wewe una ndoto zako, unaona miaka imesonga, bado una uwezo wa kufuata ndoto zako, na pengine una uwezo wa kuafikiana na yale malengo wewe mwenyewe ulikuwa nayo. Usije ukasema kidogo miaka nini imenisonga kidogo, manake huyu miaka ya 32, lakini bado umeona kwamba amefanya kazi mzuri zaidi katika matokeo hayo ya mwaka 2020. Ni hayo tu katika ukurasa huu wa pili na ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba wanafunzi wa Murang'a High bora kitaifa. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa bora njini kutoka Murang'a High. Anaona hayo ndio yanazungumziwa katika ukurasa huu, akisema kwamba Kenya High ndio bingwa. Kuna wanafunzi wengi sana ambao waliweza kufaulu katika shule ya Kenya High, ambayo ilikuwa shule ya kwanza ikiwa na alama ya 10.76 grade ya 10.76, ikifuatwa na shule ya Alliance ikiwa na 10.65, ikifuatwa na shule ya Kapsabet Boys ikiwa na 10.6, kuna Maranda Boys 10.57, kuna Machakisi Girls iko na 10.48, kuna Mangu Boys ikiwa na 10.33, kuna Kahaga Girls ikiwa na 10.31, Alliance Boys ikiwa na 10.3, Agoro Sare Boys ikiwa na 10.22, Chanda Boys ikiwa na 10.12, tuko na Kabarak ikiwa na 10.11, Bangani Girls ikiwa na 9.97, tuko na St. Joseph's Girls ikiwa na 9.95, tuko na Bridget Girls ikiwa na 9.69, tuko na Moi Girls ikiwa na 9.56, Starehe Boys 9.42, Lugulu Girls ikiwa na 9.32, State House Girls ikiwa na 9.31, Kisii High ikiwa na 9.27 na Kamsinga Boys ikiwa na 9.2. Hizo ni baadhi ya shule 20 ambazo zilikuwa ama zilifusu njini. Wanasema kwamba Kenya High ndio pingwa. Huo ni ukurasa wa pili, huko wakisema kwamba watainiwa watatumia mbinu mpya sawizi wa KCSE. Wanasema kwamba watainiwa watatumia mbinu zingine mpya, sijui ni mbinu zipi hizo, kuona kwamba wanafanya wizi katika mtihani wa KCSE. Kuna wanasema kwamba wavulana wang'aa zaidi, idadi ya wasichana ikiongezeka. Ikumbuke kwamba wavulana ndio wamekuwa katika mstari wa mbele, kwa sababu tukiangazia mwanafunzi wa kwanza alikuwa Zimiyu Robin Wanchala, huyo ni mvulana. Wasonga Alan mvulana, Sharon ndio watatu ambaye ni msichana, tuko na Murias Bob ambaye ni 4, tuko na Mbugua Esther ambaye ni 5, Mark Kogo 6, Kenneth Oranga 7, Henry Madaga 8, tuko na Chipkoril Patience 8, Msomba Edith Kithei akiwa ni wa 10. Chipkoril Patience ni kuna wasichana 3 kati ya 10 bora. Wasichana wapo 3 kati ya wale 10 bora. Huo ni ukurasa wa pili, ambapo wanasema kwamba wanafunzi 604,031 kujiunga na vyuo vya kiufundi mwaka huu. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba shule za Pwani asakosa kung'aa kwenye KCSE kwa sababu ya changamoto ambazo wanapitia katika eneo hilo. Walisema kwamba walioteleza KCSE waweka katika walioteleza katika KCP waweka katika KCSE. Hayo ndio tulikuwa tunayazungumzia. Kumbe wale wanafunzi ambao walikuwa wametangulia pale 2016 waliofanya KCP na kutangulia ama kung'oa alama za juu, sasa wanaona ni kama tena ndio wako pale nyuma.
wengine walikuwa wanatarajia kwamba watawaona pale mbele, at least yule mwatangulia KCP tena atangulia KCSE, lakini mambo imekuwa ndivyo sivyo. Anasema kwamba wale ambao waliteleza ndio wanaonekana kufusu zaidi kushinda wale ambao walikuwa wameng'aa mwaka wa 2016 katika mtihani wao wa KCPE. Huo ni ukurasa wa 2 na 3 katika gazeti la Taifa Leo. Naam, kwenye ukurasa wa 4 hapa bado ni haya matokeo ya KCSE, lakini itapitia kwa kasi mno, manake tushazungumzia tangu jana. Leo hii bado tunapa kwamba kuna mashujaa, kuna zile shule hodari za kitambo ambazo sasa hivi tena zishaibuka, ambapo tunaona kwamba hapa zile shule za umma zimefanya kazi nzuri zaidi. Kapsabet Boys, Kenya High na Alliance ndio shule ambazo ziliweza kufuzu vyema zaidi na kuchukua nafasi ya 3 bora hapa nchini katika matokeo haya KCSE. Vile vile kuna zile zenye zilifanya vyema kama Maranda High, Machakos Girls, Makueni Boys, Chianda High, Moranga High, Aquinas High, Agoro Sare, Moi Girls, Nairobi, and Friends Kamsinga. Kwa hivyo hizo ni baadhi za shule ambazo ziliweza kufanya vyema zaidi katika matokeo. Ukurasa wa 5 hapa naona hapa ni orodha ya wale waliofanya vyema zaidi, county, alama na pointi zile zote na shule pamoja na jina, lakini siwezi pitia hayo manake mwenzangu hapa amepitia, ambao pengine niseme mnajua wa kwanza ni alikuwa Simiyu Robin pointi 87.33, Wesonga Alan nambari ya 2 alizoa vile vile pointi 86.17, na mwisho ama watatu inasoma sasa hivi ni Sharon Chepngeno ambaye alikuwa na pointi 87.17. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4 na 5. Katika ukurasa huu wa 4 ni hayo tu. Katika ukurasa wa 5 anasema kwamba viongozi kutoka mkoa wa Pwani wameanza wale ambao ni wandani wake Ruto wameanza kuchipanga ili naibu rais achague mmoja wao kuwa mgombea mwenza. Ikumbuke kwamba kuna mkutano ambao umefanywa kwake naibu rais William Samoei Ruto ili kuwaongelesha viongozi kutoka mkoa wa Pwani ili aweze kuchagua mmoja wao awe kama mgombea mwenza. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu. Wanasema kwamba habari za county, wanasema kwamba hiyo ni county ya Mombasa. Lamu wanasema kwamba wachukuzi watoa masharti kwa serikali katika bandari ya Lamu. Wanasema kwamba katika county ya Meru wauzaji miraa wateta Somali ikisitisha usafirishaji wa zao hilo. Migoro wanasema kwamba himizo serikali isaidie wakuzaji miwa kupokea malipo kwa wakati ufaao. Katika kaunti ya Nairobi wanasema kwamba mvua yazua mafuriko na kuleta hasara katika baadhi ya maeneo katika kaunti hiyo ya Nairobi. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4-5. Na ukurasa wa 6 hapa moja kwa moja tunaangazia kisa kidogo tu. Kwa ufupi ni kisa cha Wanjala ambaye ndiye alikuwa kiongozi kiongozi ama alikuwa number 1 hapa nchini kwa kuzoa alama ya na pointi nzuri zaidi. Kwa hivyo anasimulia kisa chake hapa na Wana Standard, ambapo anasema kidogo COVID ilipokuja mwenyewe alikuwa anajua kwamba atazoa alama nzuri zaidi, lakini COVID ilipoingia huko nchini Kenya kidogo aliweza kupoteza matumaini na hakujua kwamba angezoa alama hizi. Vile vile babake aliweza kumnunulia tablet ambayo aliweza kumpatia airtime, vile vile kununua bundles ili aweze kuzungumza na keep in touch na walimu wa shule yake. Kwa hivyo mara kwa mara alikuwa na consult walimu, mara kwa mara walikuwa wanashinda kuchat, kuongea mengi zaidi, ambapo baadaye aliweza kupata alama nzuri zaidi. Katika shule ama KCPE aliweza kuzoa alama ya 409, lakini sasa mwishowe akawa mshindi. Nakumbuka pengine hapo si yeye tu, si alikuwa wa kwanza hapo KCPE. Kuna wengine walikuwa na alama 450 pale 60, lakini unaona sasa haijakuwa moja kwa moja, it has not reflected like ukiwa na alama hii primary, ukiwa na alama 100 hiyo utaanguka mwishowe ukifanya na KCSE. Vile vile katika ukurasa huo
Tunaangazia jinsi wavulana walifanya vyema katika mtihani wa 2020 na vile vile wavulana walikuwa wengi zaidi ya wanadada. Wote waliofanya ama walioketi mtihani wa KCSE walikuwa 747,161, lakini wanaume walikuwa wavulana walikuwa 380,327, huku wanadada ama wasichana wakiwa 366,834. Hapo ni katika ukurasa wa 6. Ukurasa wa 7 hapa ndo tunaangazia yale tumekuwa tukizungumzia hapa, kwamba ikiwa pengine alama unazozoa pale unapokalia mtihani wa KCPE I relate vyote vile na alama utakayozoa pale KCSE, japo bidii yako na jinsi unajituma ndo inayoleta maana zaidi. Kwa hivyo hapa tunaangazia baadhi ya wanafunzi ambao walipata alama ya chini zaidi lakini wakafanya vyema zaidi katika mtihani wao wa KCSE 2020. Vile vile hata Profesa Magoa, Cabinet Secretary wa elimu, alisema kuwa yale ambayo unayozoa pale KCPE usijali, manake bidii yako ndio itafanya uzoe vyema zaidi, upate alama nzuri zaidi pale KCSE. Hapa tunaangazia mmoja hapa anaitwa Cheriot Beth Dennis, ambaye alikuwa anasoma Kimagi Secondary School ambao ni sub county school. Alipata ba chanya, lakini kumbuka KCPE alikuwa na alama 190, 190. Kwa hivyo unajua pengine 190 lakini akapata B-. Unajua pengine ukipata alama kama hii hapa hadi hapa kwetu tunasema huyu mpeleke tu mechanics huyu. Lakini unajua wazazi wengine saa zingine wanapuzilia tu watoto wao. Unajua kuna yule mzazi mtoto wake akipata alama ya 150, akipata na alama ya I'm talking about KCPE, akipata 200, naona kama huyu mtoto wangu si mwerevu. Anamwachisha tu shule, anamwambia tuende chuo cha ufundi. Sasa unajua hivyo unaua ndoto ya mtoto wako. Haifai. Na kama mtoto amekubali kwamba anataka kwenda katika chuo cha sekondari ama cha upili, tafadhali umpe muda. Ndio hiyo, unajua zijua kilitokea nini akaanguka mtihani wake wa KCPE. Na Edwin, kuna wale walikuwa wanasema kwamba unajua shule ambayo unasoma inaweza kupa tiketi ya moja kwa moja kwenda kwa university. Si kweli. Tuna kuna kama ni kweli, kwa sababu unajua kuna sub county schools hapa. Unajua nile wanasema kwamba ukiwa kuna hizi shule una muda mwingi wa kusoma, unaona. Kwa hivyo pengine shule za bweni wezi zilinganisha na hizi tu. Sasa anajua kuna shule zingine si za bweni ama za bweni ambazo zimeshindwa na zingine ambazo si za bweni. Sijakuelewa. Kuna shule kuna shule za bweni ambazo zimeshinda bweni. Si unajua zipo? Naam, zipo. Ndio nasema kwamba shule uliopo pengine unapeleka mtoto wako, it doesn't matter. Kitu na matter zaidi ni bidii na vile vile bidii ya mwanafunzi. Pengine hata walimu kidogo, unajua walimu wanakupa 25%, mengine tu hii 77, 75 wewe mwanafunzi unajitafutia. Nikuulize, ukipeleka mtoto wako Kenya High School, alafu upeleke mtoto mwingine katika ile shule ambayo iko huko kwa kijiji jenu ile sekondari. Naam. Do you think kuna tofauti hapo? Kuna tofauti. Ndio nilisema kwamba shule kama Alliance huko wanafunzwa vizuri zaidi, wana muda mwingi pale shuleni. Hapa nyumbani unajua anaenda saa 7, masaa karibu takriban 7 shuleni. Akija unampeleka shambani alete maji, hana ule muda mwingi wa kusoma, unaona. Hiyo ndo tofauti, lakini si akili ni ile ile tu, syllabus ni ile ile tu. Vile vile kuna mwingine hapa anaitwa Maluti Tom Miti. Alikuwa katika shule ya sekondari ya St. Teresa's School Bikeke, ambaye pia alikuwa na ba chanya baada ya kupata alama 199 pale KCPE. Vile vile kuna hapa mwingine alipata 151, anaitwa Soimiti Charity, alikuwa na 151 marks. Kutoka shule ipi hiyo? Alikuwa hawajasema kuna shule hapa amesema secondary na nataka kuangalia hapa. Sean Kipiso Emiti alikuwa na alama 151 marks in KCPE, akapata alama ya C+ KCS, hawajasema shule. Jaribu ameenda university direct. Na kuna mwingine hapa anaitwa Oledekesi, alikuwa na B-. I guess ndio hizo shule ama mimi naona.
Naam, ndo hizi nishaziona hapa. Naam, ndo huyo anaitwa Olekedesi Secondary School, alipata C+, alama KCPE alikuwa na 151. Anaitwa kuna huyu mwenye ana 137 na? Naam, kuna hapa anaitwa Abdullahi Daud Maalim, alikuwa na 137 KCPE lakini akapata C+. Sidhani kama huko kijijini mtu apata 137, najua hao washa lose hope. Hiyo ndio shida. Washa lose hope. Kwa hivyo inaonyesha hapa kwamba hakuna uhusiano. Hakuna uhusiano baina ya shule ya msingi na shule ya upili. Jitihada zako tu. Ni kutia bidii tu. Naam, katika ukurasa huo hapa bado tunaona kwamba wanafunzi wa avulana, jinsia ya avulana walifanya vyema zaidi, ambapo tunaona kwamba asilimia ilikuwa ni 50.9 na 40.9 mtawalia wavulana wasichana. Vile vile kuna zile shule ama zile kaunti ambapo wanafunzi wa kike walikuwa wengi zaidi kuliko wale wa kiume. Kaunti kama Taita Taveta, Kwale, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Machakos, Kitui, Nandi, Meru, Vihiga, Kakamega na Kisumu, ambazo ni kaunti ambazo wanadada walikuwa wengi zaidi ya wavulana. Vile vile katika ukurasa huo tunaangazia kisa cha Henry Madaga. Henry Madaga kidogo alikuwa na complications hapo mwaka jana, ulcers zilikuwa zinamsumbua, na kidogo tu akapoteza ule imani pengine hatafanya vyema zaidi. Japo alikuwa na imani atafuzu pengine kwenda chuo kikuu moja kwa moja, lakini hakujua kwamba atapata lakini sasa ndo hiyo anasema kwamba yeye mwenyewe anadhamiria kuwa daktari. Alifanya kutoka shule ya Maranda. Huyu ni kutoka kaunti ya huyu Kisumu, kaunti ya Kisumu. Unajua kuna wale ambao wamefusu. Naona kila mmoja anasema mimi nataka kuwa daktari. Daktari una nini jameni? Na kuna mwanafunzi mmoja kutoka kaunti ya Nyamira ambaye alikuwa amefusu na kutangulia katika kutoka kaunti ya Nyamira. Amesema kwamba yeye ni daktari. Nimesikia kama wanafunzi 5 wakisema daktari. Sijui kama udaktari una asante sana. Katika gazeti hili la Taifa Leo naona ni hayo tu yameangaziwa katika ukurasa huu wa 6. Ni jaribio la Kiingereza katika mtihani wa KCPE. Ukurasa huu part 1 paper 1 na paper 2. Katika ukurasa huu wa 7 ni wanafunzi ambao waliokuwa wamevusu ndio wameangaziwa. Kuna Robinson, Lynn, Brenda, Wesonga, Alan, hao ndio tu wameangaziwa katika ukurasa huu. Katika ukurasa wa 8 ni taarifa, wanasema kwamba uadhirifu wa mitihani unafaa udumishwe, jinsi ambavyo wanafunzi wanafanya mitihani, jinsi ambavyo mitihani inasahihishwa. Wanasema kwamba inafaa ibadhirishwe na kurekebishwa vyema. Wanasema kwamba wandani wa Ruto Mlima Kenya wamemgeuka. Huo ni ukurasa wa 8. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba wazazi watumie likizo kuwafaa watoto wao kwa malezi bora. Unajua kuna hii wakati wanafunzi wamerudi shule mwaka uliopita, ulisikia visa tofauti. Ulisikia Kisii High School mwanafunzi amedunga mwalimu amewachoma visu. Huo ni katika ukurasa wa 8. Katika ukurasa huu wa 9 wanasema kwamba ni hayo tu yanaendelea kuangaziwa katika ukurasa huu wa 8 na 9. Ukurasa wa 8 hapa tunaangazia kuna wale wanafunzi ambao pengine walishikwa wakiibia mtihani, wanafunzi 287. Mitihani yao ama majibu ya mitihani hayo iliweza kukuwa cancelled, na haya ni kutokana na authority ama niseme ni ile order ilipeana na Rais Uhuru Kenyatta. Unajua kitambo shule kama 2 watatu wamepatikana kuibia pengine matokeo ya hiyo shule pengine yanakuwa cancelled. Lakini sasa hivi kila mtu anabeba mzigo wake. Yule mwanafunzi ambaye alishikwa ndo yeye peke yake mtihani wake unakuwa cancelled, wale wengine wanapata mitihani yao moja kwa moja. Ukurasa huu ni wa 8. Ukurasa wa 9 hamna lolote lile. Ukurasa wa 10 hapa bado ni hayo tu. Tunaona Shimo la Tewa wanasema kwamba sasa wamerudi tena, ingawaje kidogo miaka 2-3 imepita kabla ya wao kufanya vyema zaidi. Sasa hivi wamerudi tena, wamerejea tena kwamba watakuwa na peperusha bendera ya Shimo la Tewa. Hayo ni katika ukurasa huo wa 10.
Katika ukurasa huu wa 19 ni hayo tu ambayo yanazungumziwa juu ya mitihani. Katika ukurasa huu wa 10 wanasema kwamba serikali iweze kulinda wanahabari. Hayo tu ya maoni tofauti na barua ambazo zimeandikwa huku. Wanasema kwamba Wakenya wana jukumu la kudhibiti kuenea kwa COVID-19. Wanasema kwamba Wakenya wanafaa kufuata yale masharti ambayo yamewekwa na serikali ili kuona kwamba wanadhibiti mzambao wa ugonjwa huu wa COVID-19. Katika ukurasa huu wa 11 wanazungumzia kuhusu afya. Ukurasa huu wa 12, 13 ni afya pia wanazungumzia. Ukurasa wa 15 ni sport, ambapo wanasema kwamba siku ya leo kuna michezo baina ya Man United na Leicester ambao watajuana hivi leo kuona nani atakayeibuka mshindi. Nikidhani hayo tu ndio yaliyokuwa yamezungumziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Na moja kwa moja tunaangalia hapa ya Bensouda, ambapo anasema kwamba kuna wale mashahidi wa kesi ile iliyomkumba naibu wa rais William Ruto na ule mwanahabari Joshua Arap Sang pale ICC International Criminal Court, ambao wanasema kwamba Bensouda anasema pia kuwa wale mashahidi waliweza kupewa takriban shilingi 1,500 kufikia milioni 2 ili waweze kutupilia mbali ule ushahidi. Tunajua kwamba Paul Gisheru alikuwa pale na hayo yote yanaendelea. Kwa hivyo pengine hiyo kesi inaweza chipuka tena. Kuna uwezekano. Vile vile tunaona hapa kuna key suspects ambao waliweza kumuua yule aliyekuwa National Land Commission official, ambao ataenda vile vile kukaguliwa kuona kwamba akili yake kama ipo timamu ili aweze kufika kotini. Ukurasa wa 15 huo. Ukurasa wa 16 hapa tunajua hapa mbeleni tunajua hapa siku chache zimepita chama cha ODM kidogo kulikuwa na mkanganyiko, ambapo tulikuwa tunaona kwamba kuna wale walikuwa wanasema kidogo BBI ifanyiwe marekebisho, kuna wale ambao walisema isifanyiwe, akiongozwa pale na seneta wa Siaya James Orengo pamoja na Otiende Amolo, hadi ilifikia mahali Otiende Amolo akafurushwa, akatolewa kwenye wadhifa wake wa Justice and Legal Affairs Committee kama mwenyekiti ama naibu mwenyekiti. Lakini hapo jana tunaona kwamba Raila ama kinara wa ODM aliweza kufanya kikao na kiongozi ama gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya pamoja na Otiende Amolo, James Orengo, ambapo walifanya kikao kuzungumzia mengi zaidi. Hayo yameangaziwa katika ukurasa huo wa 16. Kumbukwe kwamba leo Edwin, leo kuna kikao cha Senate ambapo wataenda kuzungumzia kuhusu ripoti hiyo zima ya BBI. Wanasema kwamba inafaa kufanywa marekebisho ama ipite tu. Najua bunge kuu ilipitisha. Sasa Senate ndio inangojewa. Speaker wa Kenneth anaitwaje? Speaker wa Senate. Ushasema wa Kenneth. Anaitwaje? Lusaka. Ken Lusaka. Speaker wa Kenneth. Yeye ndiye anasubiriwa kutoa maamuzi, lakini baadhi ya wadadizi wa siasa wanasema kwamba maamuzi ambayo atakayoyatoa ni kama hayatakuwa na maana sana, kwa sababu bunge likishapitisha. Na mwisho hapa ni maoni hapa tunaendelea kuangazia ni vizuri kufungua shule wakati huu COVID-19 bado ipo. Kuna wale wanasema kwamba ni vyema, manake COVID ipo, haijaonyesha kiwango kile ambayo pengine kitapungua hapa karibuni, kwa hivyo tusiweze kulemaza elimu kwa minajili ya kusema ni COVID ipo tu na watu wanaweza imanage. Kuna wale vile vile wanasema kidogo itakuwa ni gharama kubwa ikiwa shule hizi zinaendelea kufunguliwa, na sasa hivi tuko na wave haswa ile imetoka India ambao ni deadly zaidi ambayo ishafika hapa Kenya. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya maoni, pengine hata uko na maoni yako kwako pale kuhusiana na ufunguzi wa shule katika msimu huu. Pengine unaona kiwango kidogo, alisema kwamba ikiwa COVID-19 maambukizi yamepungua chini ya 5%, pengine itakuwa vyema zaidi kufungua shule hizi, lakini bado unaona kwamba kuna maambukizi mengi zaidi na bado asilimia ipo 10 na zaidi. Kwa hivyo sijui maoni yako ni yapi. Ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia katika
magazeti haya leo. Kumbuka kuanzia mwendo wa saa 7 tutakuja tena katika sehemu hii tuweze kuyazungumzia yale ambayo yameibuka. Naam. Hivyo be with us as from 1 PM we'll be here talking about yale ambayo yatakuwa yameibuka. Kumbuka tutakutana katika mpango mwingine unaitwa kama Serie A Obotaka kuanzia saa 4 hadi saa 7 pale ambapo tutakuwa tuna share, tuna comment, tuna ongea mambo mingi, na leo hasa tutazungumzia kuhusu elimu ambayo matokeo yake ya mtihani wa darasa la 12 ama form 2, darasa la form 2 yalitokea hapo jana, na utakuwa unanijuza katika sehemu ambayo unatoka, kule ambapo utokapo, shule zilifanyaje. Hapo ni katika mpango mzima wa Serie A Obotaka. Kwa sasa tukutane baadaye. La kwangu ni Fidel Omashogi. Hadi hapo kesho sana wakati kama wa leo, niite Edwin Mukaya. Barikiwa. Now introducing My Story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wepeketutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story yangu ndani ya AGR.